gani mpendwa msikilizaji? Wahenga walisema kizuri kula na nduguyo. Na karibu katika makala ya Jua Shule Yangu. Ni nyayo za mpekuzi mwana falsafa mpaka katika mji mdogo Mwanga Kusini mkoani Kigoma. Ni shule ya sekondari Mwananchi, shule yenye historia kubwa, wanafunzi na walimu wangu ambao Bwana yeye alimpendeza walione jua la mashariki lililochomoza kwa zawadi ya uhai. Ni mwaka wa 2006. Sauti za walimu na wanafunzi walioitwa na serikali zilisikika zikisindikizwa na kelele za magari zikidhihirisha ya kuwa shule ya sekondari Mwananchi imeanzishwa na kufunguliwa rasmi. Ni mwaka wa 2009. Shule hii ilitoa zao la kwanza. Bwana we, hawa ambao walikuwa ni kidato cha 4 kufanya mahafali ya kwanza. Wanafunzi hawa walianza shule wakiwa takribani 312. Kwa sababu zinazozuilika na sababu zisizozuilika, wapo wanafunzi walishindwa kumaliza mwendo huu wa elimu. Hivyo wakamaliza wanafunzi 290. Bwana we, tena nakumbuka ni kuanzia mwaka wa 2018 alitokea Kaminuza mkuu wa shule yangu. Huyo ni Maximinus Morris Wabera. Na baadaye mwaka wa 2022 Kaminuza huyu alifanikisha kuwaleta pamoja wanafunzi ili waweze kuwa kitu kimoja katika elimu. Bwana we, kama unavyojua changamoto katika elimu, watu kujijali wenyewe na kuendekeza ukabila. Lakini ni ajabu kuwa Kaminuza huyu alifanikisha kuunganisha wanafunzi kwa kitu kimoja. Miaka ikaenda, wanafunzi wakiwa chini ya Kaminuza huyu. Alipokuwa shuleni, aliona mwanga wa umoja toka kwa wanafunzi ukiangazia shule yake. Akilini mwake ujumbe wa elimu kwa wanafunzi akautilia mkazo. Wanafunzi waliokuwa na changamoto tofauti wakawa kitu kimoja. Kisomo hakikukoma, lakini elewa, mwaka wa 2023 Kaminuza huyu aliboresha shule hii kwa kuwa mwaminifu wa kusimamia miradi ya shule. Bwana we, na ndipo katika hali ya usasa Kaminuza akaupiga mwingi kwa kusimamia na kuanzisha kwa kutengeneza vizimba kwa ajili ya ndoo za uchafu, akimbweta kwa ajili ya wanafunzi. Hatimaye geti nalo likasimikwa. Kaminuza huyu alikuwa na mwanga kweli kweli, hasa wa imani ya shule yangu. Kaminuza huyu alikuwa na moyo wa uthubutu, tena katika kutafuta mabadiliko, hasa katika kuimarisha shule yangu, hususan kwa maeneo chipukizi ya kielimu ndani ya shule yangu. Ninakumbuka pia baada ya mizunguko yake yote tangu mwaka wa 2024 mpaka mwaka wa 2025, hapo akiwa ndani ya upepo wa mji wa Kigoma, alibaki na imani ya kimishonari. Shuleni akapafanya kuwa kituo cha kuwasaidia wanafunzi kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taratibu za kujua namna ya kuwasaidia wanafunzi zikafanyika. Ufumbuzi ukapatikana. Operesheni madhubuti ya wanafunzi wenye changamoto ikafanyika. Shule ikasimama. Maisha yakaendelea. Na nikukumbushe kuwa katika ukaminuza wake kama mkuu wa shule yangu, alikuwa na jumla ya walimu 34 waliogawanyika katika sekta mbalimbali. Na siku zikakatika ndani ya mji wa Kigoma. Maisha yakaendelea. Mji ukapanuka, majumba yakajengwa. Changamoto ya utoro nayo ikamea ndani ya shule yangu. Kaminuza akasimamia swala hili kwa kuwafuatilia watoro na kuwarejesha shuleni.
daradara za mji wa Kigoma kaminuza huyu alipanda, na mafanikio yakaanza onekana kwa miezi 6. Na miezi 6 pekee ilitosha kuwarudisha tena watoto shuleni. Salamu mbalimbali alizipokea za kutosha kwa ungwana wake. Na hapo utakubaliana na mimi ya kuwa wanayo heri wale waishio vyema na watu, hasa wenye tabia njema na thamani kwa jamii, maana dunia huwa na mtindo wa kuwathamini pia. Na hili nililiona kwa kaminuza huyu, ambaye kwa salamu za asante aliona hapana. Na kwa kiasi hiki basi ni vema nikapiga hatua kwa kuanzisha njozi yangu ya wanafunzi kufanya vizuri kitaaluma. Muda mwingine amejibana kwa fedha yake ili kukamilisha njozi yake, si kwa sababu ni mzima, hapana, ni kwa sababu tu. Na hii ndiyo asante yake kwa Mungu. Sasa kwa nini usiwe wewe wa kuwashika mkono wanaotoa msaada? Tafadhali wiwa kusaidia pale unapowiwa kusaidia. Wahenga wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na huu ndio mwisho wa makala ya Ijue Shule Yangu. Yameandaliwa na mwanafalsafa